السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تشكر الله سبحانه وتعالى nitaka swala na salamu mmoja wetu Muhammad sallama na maliwiliwe sasa limekuwa shekhe yumo katika jiji la Kizre David baada ya kuwasili kwa muda mchache, na alhamdulillah shekhe karibu tena katika jiji letu la David sana. Na tumetoka Johannesburg na sasa tuko katika jiji letu hili ambapo waumini wanakusubiria kwa hamu, na alhamdulillah jukumu niliyopewa kwenda kuleta mimi kufikisha, sijui unawafikishia nini ndugu zako Waislamu kwa muda huu wanakuangalia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa kama ata kama kafa, salatu wassalamu ala mustafa. Amma baad, kwanza sina la kusema, kwanza ni kwanza shukrani nyingi baada ya kushukuru Allah Taala Imam Yahya. Kwa kweli kitendo tukifanya ni kitendo cha tabia kama nilivyosema, na mshairi wa Kiarabu anasema wa rayhanu nabati yaishu yawman wa laysa yamutu rayhanu alfi'al. Anasema kwamba yani perfume rehe yake nzuri huisha haraka, lakini kitendo kizuri rehe yake inaendelea. Kwanza kamfanyia kitu kidogo akabakia kwenye roho, akamuingiza mapenzi, ikawa na wewe ni sababu ya wewe kufaulu. Kwa kweli nashukuru kwa hilo. Pia nashukuru na watu wa David mara tena kunifikiria, kuniita. Kwa kweli ni dhana yenu nzuri kwetu, na naona mnakuja kunipokea kwa khair. Allah kutubariki tena, furahi sana kwa hili. Na ndugu zetu katika jiji letu hili la Kizre ambao mnaopatia chini kanisa ya Harakati Muslim Area Service, tangu tulipokuwa katika jiji la Gauteng na leo tuko kwenye jiji hili la Durban, na nikawaahidi kwamba mengi inshallah mtaidumika kupitia ujio wa Sheikh katika mji wetu huu wa David. Nini ambacho utaweza kuwaambia Waislamu wa David? Sasa ushaingia David, nini utaweza kuhamasisha ili waweze kuwa nawe na wawe na shauku nawe? Kitu cha kwanza kama kile nilivyotanguliza kule, nimekuja na begi zangu mbili kubwa zinaonekana, hazina kanzu nyingi wala sandali nyingi, lakini zipo na vitabu vingi kwa sababu ya kukaa nanyi tukikumbushana mawili matatu. Hasa yani mtu uko na hamasa ya kutaka kutoa vitu ambavyo vitakuwa ni vitu vipya, vitafika kwenye nyoyo za watu, ili yasini katika ile mawazo yanasemaga ni kauka yao chafuka ni kufue, kauka ni kuvae. Kwa kweli Allah tabaraka wa taala tunaomba tu atupe ikhlas na atujalie tusikie kusema katika maneno yalikuwa nimetanguliza ya mshairi aliposema kwamba ati wa rayhanu nabati yaishu yawman wa laysa yamutu rayhanu alfi'ali wal kalamu la yujawizu al-adhan ma lam yuhawwal ila sulukin sadiqin wa af'al. Maneno hayawezi kuvuka koo kama hawayako vitendo vya ukweli. Kwa kweli hilo ndio la muhimu watu wa mtupe masikio, na pia mjitahidi kuyaweka kwenye vitendo yale ambayo tunasema. Allah subhanahu wa ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Watu wakiwa wanafuata mawaidha, wakiwa wanachukua wanasikia mawaidha wanayafuata, itakuwa ni kheri kwao, itathibitisha, itaweka imani. Wa idha la atainahum min ladunna ajran adhima, na huku kwetu tutawapa ujira mkubwa. Kwa hiyo cha muhimu ni kusikia na kufuata, hilo ni muhimu sana. Wallahi na mengi sana ya kumuuliza kwa sababu mengi nimestafidi kupitia kwake, lakini acha nimwache aende akapumzike. Ndugu yangu mimi ambaye niliyoshuhudia kwa macho yangu mawili, shekhe akuja na kanzu, baada amekuja na vitabu. Njooni tuijimike ndugu zangu, ndio nafasi na ndio fursa yetu. Naam shekhe, tunakaribia tena. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.